Good evening na karibuni tena watazamaji, ili tuendelee na uchambuzi wa habari zetu za kisiasa vile ambavyo zinaendelea kutendeka hapa nchini Kenya. Na watazamaji, baada ya aliyokuwa kinara wa ODM Mheshimiwa Raila Amolo Odinga kuiaga dunia, viongozi wa serikali ya Kenya Kwanza, viongozi wa UDA sasa hivi wanaona ya kwamba wao ndio wameachiwa ODM. Raila Amolo Odinga aliaga dunia wakati bado chama cha ODM kilikuwa ndani ya broad based government. Na sasa baada ya Raila Amolo Odinga kuiaga dunia, hawa wanachama wa UDA sasa wanataka kutoa maamuzi ndani ya chama cha ODM, na wanataka kuwa ama kuhusishwa katika maamuzi ambayo yanafanywa pale ndani ya ODM. William Samoei Ruto mwenyewe alizungumza na kusema ya kwamba ODM ama chama cha ODM kitatengeneza serikali ya mwaka wa 2027, na hata kama akitatengeneza hiyo serikali, basi kitakuwa ndani ya hiyo serikali ambayo itatengenezwa baada ya uchaguzi wa mwaka wa 2027. Sasa hivi watazamaji wangu, kuna by elections ambazo zinatarajiwa kufanyika huu mwezi wa 11 maeneo tofauti hapa nchini Kenya. Na kule Luo Nyanza watazamaji wangu, kuna baadhi ya nafasi ambazo zitakuwa zinagombaniwa. Kwa mfano, nafasi za viongozi wa ODM ambao waliingia ndani ya broad based government na wakapatiwa nafasi za mawaziri. Kuna kampeni ambazo zinaendelea kule Luo Nyanza, na kwa mara ya kwanza watazamaji wangu, kwa kipindi kirefu sana, viongozi kama Kimani Ichung'wah wameonekana kufika kule Luo Nyanza na kuanza kusupport ODM na kuanza kuwakampenia viongozi wa ODM katika hizo by elections ambazo zinakuja. Jambo ambalo watazamaji wangu, hawa viongozi wa UDA hawakuwa wanayafanya wakati Raila Amolo Odinga alikuwa hai. Sijui ni nini ambacho kimekuja kutokea ghafla. Sasa watu wa ODM ama ODM ikakuwa chama kizuri kuliko vile ambavyo kilikuwa kinapingwa wakati ODM ilikuwa inaongoza maandamano hapa nchini Kenya dhidi ya serikali ya Kenya Kwanza. Hawa viongozi ambao unaona sasa hivi wanamnenea vizuri Raila Amolo Odinga, wakisema vile ambavyo Raila Amolo Odinga alikuwa kiongozi mzuri, ndio hao viongozi ambao walikuwa wanataka kumjeruhi ama kumuumiza Raila Amolo Odinga pale kwenye maandamano ya mwaka wa 2023 kupinga utawala wa William Samoei Ruto. Kuna kipindi Raila Amolo Odinga alirushiwa tear gas ndani ya lile gari lake. Kuna kipindi Raila Amolo Odinga gari lake lilipigwa marisasi. So unaona watazamaji wangu, huu uongozi ambao unaonekana sasa hivi kuwa mzuri kwa familia na watu wa Luo Nyanza, ndio huo uongozi ambao ulikuwa unampinga Raila Amolo Odinga, ulikuwa unatumia mbinu zozote ambazo inaweza ili kumdhibiti Raila Amolo Odinga asiendelee kuwa kikwazo kwa utawala wa William Samoei Ruto. Sasa hivi Raila Amolo Odinga amepumzika, lakini kuna vuta ni kuvute ambazo zimeanza kushuhudiwa. Hawa wanachama wa ODM watazamaji wangu wanaonekana kukitamani kukimiliki hiki chama cha ODM. Unaona sasa hivi mpaka wameingia kwenye kampeni, hata washughuliki na mambo ya UDA. Kama kuna chama ambacho watazamaji wangu kimekuja kuisha kabisa, kimechukua na wananchi, ni chama cha UDA. Na sasa chama ambacho kimebaki kuwa maarufu hapa nchini Kenya watazamaji wangu ni chama cha ODM. Na sasa hapa ndio William Samoei Ruto wako na matumaini ya kwamba hawa wanachama wa ODM pamoja na ODM itasimama na yeye kwenye uchaguzi wa mwaka 2027. Lakini hata kama ODM itasimama na yeye, napo pale ground panasema vipi? Kwa sababu kuna hawa viongozi kutoka kule ndani ya serikali ya Kenya Kwanza, mmoja akiwa ni Kimani Ichung'wah na mwingine ni huyu Aaron Cheruiyot. Walikuwa kule Unguja ambako walikuwa wanamkampenia yule kiongozi kutoka kwenye upande wa ODM atakuwa anagombania kiti cha ubunge ili achukue nafasi ya Opiyo Wandayi ambaye aliingia ndani ya broad based government na kupatiwa nafasi ya waziri. Sasa hawa viongozi watazamaji wangu wameanza kutoa onyo kwa viongozi kama Kalonzo Musyoka, eti vile ambavyo Kalonzo Musyoka alisema ya kwamba yeye ni rafiki wa kwanza wa Raila Amolo Odinga na wamekuwa pamoja kwa kipindi kirefu. So unaona watazamaji wangu, hawa viongozi wa UDA ni kama wameanza kuwawekea vikwazo viongozi wengine wasielekee kule Luo Nyanza, wasikaribie ODM. Yani ni kama hawataki kiongozi yote kutoka kwenye upande wa upinzani akuje karibu na chama cha ODM. Ni kama hii serikali ya Kenya Kwanza watazamaji wangu wamekuja kugundua kwamba sasa matumaini yao yote yako hapa kwa ODM. Mpaka wengine wanajilinganisha na Kalonzo Musyoka. Kalonzo Musyoka ni kiongozi ambaye amewahi kuwa naibu wa rais hapa nchini Kenya. Ni kiongozi ambaye amesimama na Raila Amolo Odinga. Hiyo miaka yote amekuwa akipigana na Raila Amolo Odinga, wanaingia kwenye uchaguzi, wanaingia kwenye maandamano. Na alafu ambao wanazungumza sasa hivi watazamaji wangu hawajawahi kuonekana mahali popote kumsupport baba, hawajawahi kuonekana mahali popote wakikula tear gas kwa sababu ya kumsupport baba.
So na watazamaji wangu, hawa viongozi walikumbana na kipindi kigumu, hasa huyu Kimani Ichung'wah, watazamaji wangu, ambaye amekuwa akichukiwa mpaka kule manyumbani kwao. Ni kiongozi ambaye watazamaji wangu hajakuwa akikumbana na kipindi kirahisi pale ground wakati anawahutubia wananchi, na hivyo ndio alikumbana na changamoto wakati alikuwa kwenye campaign za kule Unguja kuendelea kumtafutia kiti cha ubunge mmoja ya wale wanachama wa ODM. Na kupeleka pale ground, mtazamaji wangu, uweze kujionea vile ambavyo hali ilikuwa wakati hao viongozi wawili au wabunge wawili, mbunge Kimani Ichung'wah pamoja na Aaron Cheruiyot, walikuwa wanaendelea na ziara zao za campaign kule Luo Nyanza. Kabla ya kuweka video, mtazamaji wangu, na kuomba ujiunge nami hapa BM Daily Politics kwa kusubscribe, ndipo ukue kwanza kuzipata habari punde tu ninapozichapisha, na pia uweze kulike, kushare na comment, ndipo ujumbe ama habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi. There are people who are trying to confuse people here. They are now trying to tell us how they sacrifice for Raila. I want to tell them, speaking from Kenya, there is a difference. You did not sacrifice for Raila. Raila sacrificed for you. Kama wewe una insist kukuwa running mate na ukipatiwa unashindwa kuleta kura ya kutosha mpaka ipitishe baba, ni wewe umesaidia baba ama baba amekusaidia? Si nyinyi mnajua 2007 sisi tulikuwa, mimi the first voter ever voted from councillor to president was for the party of ODM. Kwa hivyo mtu asituambie as if they are more ODM than us. We are also founder members of ODM. ODM is a movement. We are part and parcel of this party also. So mtu asikae akisema ati yo sijui nani. Baba akituacha, na Mwenyezi Mungu aweke roho lake mahali pema. Wakati mzee ametuacha mkiwa kwa chama cha ODM, na amewaacha kama jamii, kama mumeungana, kama mnaongea sauti moja ndani ya chama cha ODM. Musikubali wale wanataka kuleta migawanyiko. Musikubali watu walete migawanyiko wakati marehemu baba wetu amepumzika. Ile heshima baba alituonyesha, akatuonyesha kufanya kazi na huyu Randere na Opio na William Ruto. Watu wa Unguja tutakaa hapo. Kwa hivyo mimi naomba kwa heshima sana, mumeamua mtatokea wakati wa uchaguzi mdogo, ili tuonyeshe wale watu wa ukabila, wale wa migawanyiko ya kuwa Unguja na Nyanza, yote mumeamua, muko tayari na chama ni ODM. Naam, kama vile ambavyo umeweza kujionea watazamaji, hivyo ndivyo hali ilikuwa kule Luo Nyanza. Sasa hivi broad based government inaendelea kuleta hali ya mgawanyiko, kwa sababu kuna baadhi ya wanachama wa ODM ambao mpaka siku ya leo, kwa mfano Edwin Sifuna, hawajawahi kukubaliana na hii broad based government, na bado hawajakubaliana vile ambavyo watamsupport William Samoei Ruto pale mwaka wa 2027. Na sasa unaona imefikia pahali mpaka kina Kimani Ichung'wah wameanza kuvaa kofia za ODM, wameingia kwenye kampeni za ODM. Hata hawamkampeni kiongozi wa UDA, kwa sababu wanajua UDA haiwezi ikauzika kule Luo Nyanza. Hiyo ni kitu ambayo wanajua kabisa, na hawezi wakadhubutu. So kama chama chao chenyewe kimefeli, sasa mbona wanataka kujifinyilia kwa vyama vingine? So watazamaji wangu, mambo yako hivyo ndani ya broad based government, na hatujui vile mambo yatatendeka kabla ya mwaka wa 2027, kwa sababu hii ODM inaonekana kunganganiwa sasa hivi na hawa wanachama wa UDA ama serikali ya Kenya Kwanza. Hawataki kuachilia hii ODM, wanataka kwenda pamoja na hii ODM kwenye uchaguzi ujao mwaka wa 2027. Lakini kama vile ambavyo nimekuwa nikikuelezea watazamaji wangu, hata hawa viongozi wa ODM wakiamua kuingia na William Samoei Ruto kwenye uchaguzi ujao mwaka wa 2027, napo pale ground iko vipi? Hawa supporters wa ODM watakubali hii safari ya tutam, ama watarudi kwenye upande wa upinzani na kuchagua Kalonzo Musyoka? Kwa sababu sasa hivi tunasema kama kuna kiongozi ambaye anaonekana kufaa katika nafasi ya urais hapa nchini Kenya ni Kalonzo Musyoka. Kalonzo Musyoka hana dosari, hana makosa, hana makesi kotini, hana visa vya corruption. So ni kiongozi ambaye tunaweza kusema yeye akona historia mzuri na anaweza kuiongoza nchi ya Kenya kuliko vile ambavyo William Samoei Ruto anaiendesha sasa hivi. Niachie maoni yako hapo kwenye eneo la comment mtazamaji wangu kuhusiana na vile ambavyo unaona hawa viongozi wa UDA wameanza kuingia kule Luo Nyanza. Hata hawauzi chama chao cha UDA, wanauza chama
cha ODM. Je, kwa mtazamo wako mtazamaji, unaona ODM itamsupport William Samoei Ruto na kumpigia kura kwenye uchaguzi wa mwaka wa 2027? Na hata kama itamsupport, nao ground pale wanasema vipi? Watajiunga na William Samoei Ruto kweli? Niachie maoni yako hapo mtazamaji, na kabla sijatamatisha nakumbusha ujiunge nami hapa BM Daily Politics kwa kusubscribe ndipo uko kwanza kuzipata habari punde tu ninapozichapisha, na pia uweze kulike, kushare na comment ndipo ujumbe ama habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi. Msene mbali watazamaji, nitakuwa na DJ punde na mengi zaidi ya kuwafahamisha.